إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبته أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن للمتقين مفازا. Ndugu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wacha Mungu. Mada ya khutba ya leo inasema ittaqu dhulma, ogopeni kudhulumu watu haki zao. Fa inna dhulma, hakika kudhulumu watu haki zao, dhulumatu yaumal qiyama, mtakuwa katika kiza kizito siku ya Kiyama. Ahbaba Rasulillah, Allah tabaraka wa taala amejiharamishia dhulma kwa viumbe wake. Pia viumbe hawa akawaharamishia dhulma, wasije wakadhulumiana. Maneno haya yamethibiti katika hadithi al-Qudus. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia dhulma, sitamdhulumu kiumbe yoyote juu ya mgongo wa ardhi hata siku ya Kiyama. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, anajiharamishia dhulma kwa viumbe wake. Akaendelea anasema, waja'altuhu bainakum muharrama, pia nikawaharamishia na nyinyi viumbe wangu. Fala tadhalamu, msidhulumiane. Haya ni maneno kutoka kwenye ufalme wa mbingu na ardhi, ambao unatutahadharisha tusithubutu kuchezea haki za watu. Kila mwenye haki lazima apewe haki yake, hata kama ni dhaifu kiasi gani. Na huu ndio msimamo wa Uislamu, na haya ndiyo mafundisho ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kufafanua madhara kwa wale ambao wanapenda kudhulumu watu haki zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa angalizo kwangu mimi na wewe kuhusiana na dhulma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ittaqu dhulma, ogopeni kudhulumu watu haki zao. Acheni kuwadhulumu wenye haki haki zao. Fa inna dhulma, hakika kufanya dhulma, dhulumatu yaumal qiyama, wenye kufanya dhulma hapa duniani siku ya Kiyama watakuwa katika kiza kilicho kikubwa. Wal'iyadhu billahi min zalik, Allah atuhifadhi na kiza cha siku ya Kiyama. Ahbaba Rasulillah, pamoja na ufalme wa mbinguni na ardhi kuweka bayana uharamu wa dhulma, leo tunaishi katika zama ambazo dhulma imetawala katika maisha yetu. Si mwenye nguvu
wala dhaifu, si tajiri wala maskini. Kila mmoja anafanya dhulma kwa namna ya nafasi yake aliyonayo. Ta'alau ma'i ahbaba rasulillah, njoni pamoja nami enyi vipenzi vya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunakwenda kuorodhesha baadhi ya mifano ya namna ambavyo jamii, ulimwengu wa sasa umeenea katika kudhulumiana. Mfano wa kwanza tunaupeleka kwa wafanyakazi. Mfano wa kwanza tunaupeleka kwa watumishi, wakiwa katika sekta za serikali au taasisi binafsi. Mwajiri amesema, nimekupa ajira hii, unatakiwa kuingia kazini saa 2. Yeye anaingia kazini muda anaojisikia. Huwa dhalim, huyu ni dhalimu mkubwa. Yudhlim nafsahu, anaidhulumu nafsi yake. Mwajiri anakwambia kutoka kazini saa 9:30, saa 7 anakwambia lo, hamna ishu kazini, wacha nisepe. Anaondoka, anadhulumu yule ambaye anampa mshahara kila mwezi. Mwingine ajira yake ni ya kufundisha, kuingia darasani, kipindi ni dakika 40, anaingia baada ya dakika 15. Huwa dhalim, huyu ni dhalimu mkubwa. Mwingine kipindi kinatakiwa kiende masaa 2, anafundisha nusu saa, stori za ulimwengu mzima masaa 2. Huwa dhalim, huyu ni dhalimu mkubwa. Lakini mwingine amewekewa daftari la mahudhurio, ameingia kazini saa 3, anakuta mtu wa mwisho ameandika saa 1:30 na yeye anaandika saa 1 dakika 35. Fala tadhalamu, msidhulumiane. Hii ni moja miongoni mwa dhulma ambayo wengi wetu pia inatugusa kwa namna moja au nyingine. Ikhwatal iman, tuingie sehemu nyingine ambayo inaonyesha dhulma kwa mwanafunzi ambaye analipa ada halafu hataki kuingia darasani. Mzazi anafanya jitihada ya kutafuta nauli, anampa mtoto wake awahi shule. Mzazi anafanya jitihada ya kutafuta msaada, halafu mtoto yuko hostel, haingii darasani. Huwa dhalimu linafsi, huyu ni dhalimu mkubwa, anaanza kuwadhulumu wazazi wake. Na ukitaka kuangalia ni nini dhulma, ulama wanasema adhulm wad'u shay'a fi ghairi mahalli. Dhulma ni kuweka jambo mahala pasipo stahiki. Hata ambaye anavaa suruali mlegezo hadi chini, huwa dhalimu linafsi. Suruali ikae juu ya kiuno, anaiweka chini ya makalio. Huyu ni miongoni mwa madhalimu wakubwa, wal-iyazu billahi min dhalik. Mfano wa pili, ikhwatal iman, tunakwenda nao katika mazingira yetu ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Leo jamii imezama katika shirki, hususan katika utafutaji wetu wa riziki. Inawezekana Mungu kafungua mlango ukapandishwa cheo kwa nafasi yoyote ile. Baada ya wiki 2 barua ya utenguzi inatoka, anaanza kuzungumza, nimerogwa, haiwezekani, wameniona napata, ndio maana wakanifanyia figisu nikatolewa katika cheo changu. Huwa dhalim, anamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mwingine amepata msiba wa ghafla, mtoto wake kipenzi bila ya kuumwa, Allah tabaraka wa taala kachukua uhai wake. Anakwenda anasema, jamani, mtanimaliza, nyinyi ni maadui wakubwa, mtoto wangu hata kuumwa hajaumwa, mumemuondoa duniani. Subhanallah, Allah tabaraka wa taala sio muweza kwa unavyofikiria.
kuondoa wagonjwa akawaacha wazima. Allah kutokana na ufalme wake anamuondoa daktari, anamuacha mgonjwa kitandani. Huwa dhalim li nafsi, huyu ni dhalimu mkubwa. Allah anasema inna shirka la dhulmun adhim, kumshirikisha Allah ni katika dhulma zilizokubwa. Na kutokana na uzito wa shirki, mwingine alikuwa na biashara yake haitembei, anaanza kuhangaika kwa waganga. Jamani, mambo yamebadilika, wafanya biashara wamekuwa wengi. Kuna jamaa ametoka sehemu X, ameniharibia wateja wangu wote, hebu mzee waite hapa tuje tuongee nao kidogo. Huwa dhalim, huyu ni dhalimu mkubwa. Allah tabaraka wa taala anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hatomsamehe kiumbe yoyote atakayemshirikisha, lakini atasamehe makosa mengine yoyote. Aina ya pili ya mfano wa dhulma ambazo tunazifanya katika jamii. Hutuba ya tatu ya pili inakwenda kutumalizia mfano wa tatu kwa wale watu wenye tabia ya kuweka fujo kunapokuwa na sadaka au mgawanyo wa nyama wa zaka wa Eidil Adha. Aqul ma tasma'un ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman, kwa mara ya pili tunahusiana kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wenye mafanikio yaliyo makubwa duniani na akhera ni wale wacha Mungu. Tunakwenda kuifunga hutuba ya pili kwa kuwapa nasaha baadhi ya watu ambao kunapotokezea sadaka, hususan katika Idi ya kuchinja, tunapokea misaada mbalimbali ya nyama kama ni sehemu ya sadaka. Baadhi ya watu wanafanya dhulma iliyo kubwa. Mfano wa dhulma hii Allah tabaraka wa taala anaeleza ndani ya Qur'an, wa yut'imuna ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Miongoni mwa sifa za waja wema, miongoni mwa sifa za wacha Mungu, wanapenda kutoa chakula wanachokipenda kwa ajili ya ndugu zao maskini. Nitolee mfano. MUM kama taasisi ya Waislamu imepokea kupata ofa ya kusimamia ugawaji wa nyama katika sikukuu ya kuchinja. Ikatoa matangazo, jamani, kwa wale maskini wasiojiweza tunawaomba wafike 5:30 katika jengo la utawala kwa ajili ya kuchukua sadaka. Wewe pamoja na kwamba ni maskini, ukiwa unajiweza haupaswi kuchomoza kwenye lile geti, na ukiingia ukafanya fujo ikawa ni sababu ya walioleta sadaka zao wakaamua kuondoka na sadaka zao, wewe ni dhalimu mkubwa. Unawadhulumu wanyonge, mayatima, mafukara ambao hawana uwezo. Subhanallah. Wa akbaru min dhalik, lililo kubwa zaidi, mwingine ni mtumishi, kila mwezi alhamdulillah anapata riziki yake. Unapofika muda wa mgao, anawakanyaga wanyonge kwenye mabega yao, anakwambia hapa mwenye nguvu ndiye atakula. Uwezo wa kuchukua kilo 2 kwenye bucha unao. Amekuja mama ambaye ni mjane, la zauja laha,
hana mume wala abalaha, hana baba. Wewe unaenda kusimama, juzi umepokea mshahara 3,500,000. Alaysa hadha dhulm? Hii jamani siyo dhulma? Watu waliopewa dhamana ya kusimamia wanafika wakati wananyanyua mikono, wanasema jamani, tumeshindwa. Tumejitahidi kuweka utaratibu, watu wameshindwa kufuata utaratibu. Wanachukua maamuzi wenye mamlaka, wanaenda kugawanyama sehemu nyingine. Fina fuqara wal masakin wal aitam. Kwenye mkusanyiko ule kuna maskini, mafukara na mayatima. Machozi yanawatoka, wanatamani leo kupata ladha ya nyama. Wewe umeenda kukaa mbele, unasababisha fujo, unasema kama kukosa tukose sote, pate chimbika. Hadha juz'un min adh-dhulm. Ahbaba Rasulillah, sasa njoni kuonyeshe ni namna gani viongozi wa dola ya Kiislamu walivyokuwa wanaiogopa dhulma, halafu kila mmoja akatathmini nafsi yake. Umar bin Abdul Aziz, kwenye historia wanamuita Umar wa pili kwa namna alivyokuwa anasimamia uadilifu. Akiwa yuko Ikulu, kwa lugha ya leo, anaendeleza majukumu ya kulitumikia taifa. Akapokea mgeni. Mgeni amefika, akamsalimia, akamwambia, nimefika ya Amira al-Mu'minin, naomba tuzungumze mimi na wewe, niko na shida yangu binafsi. Umar bin Abdul Aziz, na hii wanachuoni wanasema kana fi wakati al-isha, ulikuwa ni wakati wa usiku. Amefika, amemwambia marhaban bik, karibu. Ameingia ofisini. Umar bin Abdul Aziz anamuuliza, shughuli zako zinahusiana na umma au ni shughuli zako binafsi? Kijana anamwambia hapana, hadha baini wa bainak, haya ni ya kwangu mimi na wewe tu. Umar bin Abdul Aziz kwa lugha ya leo akazima kibatali, wakabakia kizani. Yule mgeni anamwambia, mabika ya Amira al-Mu'minin, shida ni nini? Kaifa natakalam fi dhulm, vipi tutaongea tukiwa katika kiza? Akamwambia, wallahi nahofia mimi kutumia mwanga wa umma wa Kiislamu nikawadhulumu wenye haki zao kwa maslahi yako wewe na mimi. Hebu niambie wewe ambaye uko kazini, umepewa usafiri kwa ajili ya ofisi, unamkabidhi pikipiki bodaboda, unamwambia baba, kila siku lete 6,000 tu, hii ni fi sabilillahi markaz Kiwalani, waislamu walamilina alaiha. Bodaboda imetolewa kwa ajili ya harakati za dawa. Mtu anamwambia baba, umma umepotea, watasikiliza YouTube wakipenda, kapiga kazi ya 6,000 tu, kilichobakia cha kwako, matengenezo itarudi ofisini. Mwingine amenunua gari lake la kifahari, la ba'sa bihi shar'a, hakuna tatizo kisheria, anakwenda nalo kazini, maji ya taasisi yanasafisha gari lake binafsi. Ma mawqifu shar'i, sheria ya Uislamu inasemaje? Kwa mfano, Rahafa anauza mitumba, akatoka na mitumba yake, akaona mumku na umeme wa kutosha, fi sabilillahi markaz Kiwalani, akaja akapiga pasi mitumba yake, akenda akauza nje. Ma mawqifu al-Islam. Mwingine amepanga sehemu ambayo kuna changamoto ya maji, akiingia kazini, labda ni mfanyakazi wa sehemu ambayo maji ni mengi, anaingia na dumu zake 10 kila siku, bili ya maji inakwenda kwa taasisi, anachangia ngapi? Ma mawqiful Islam. Kama Umar bin Abdul Aziz, mazungumzo ya kwake yeye na mwenzake, amethubutu kuzimataa kuhofia dhulma, fama balu ana wa antum. Ikhwatal iman, tunamwomba Allah atufungulie katika khairi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.